This program has been made possible by the partners and supporters of Mizpah House of Prayer, Nakuru, Kenya. Stay tuned and encounter God in a new way. Ningependa tu kuleta ujumbe mfupi ambao ninawita kufuata barabara ya kinabii ya Mungu, ama kwa kizungu following God's prophetic path. Bwana Yesu asifiwe. Following God's prophetic path. Hallelujah. Ningependa tusome katika Zaburi 139. We are going to read Psalms 139 and verse number 13, 14. Psalms 139, tutaanzia pale mstari wa 13 kama unaweza tupia na Kiswahili. Zaburi 139. Maandiko yanasema ya kwamba maana wewe ndiye uliyeniumba mtima wangu, na uliniunga tumboni mwa mama yangu. Mstari wa 14. Maandiko yanasema nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Mtu aseme amen. Inasema ya kwamba matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Mstari wa 15 verse 15. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi katika pande za nchi, za chini za nchi. Mstari wa 16 verse 16. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, na kitabuni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Bwana Yesu asifiwe. Kizungu inasema ya kwamba in your book were written all the days fashioned for me, ama ordained for me, even before one of them became to be, ama came to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Napoongea kuhusu kufuata God's prophetic path, maandiko yanatuonyesha ya kwamba kabla mwanadamu yoyote hajazaliwa hapa duniani, maandiko yanatuambia ya kwamba kila mmoja wetu huwa na mambo ambayo yameandikika katika kitabu cha Mungu. Praise the name of the Lord. Hapa mzaburi anatufunulia siri kubwa sana ya kwamba maisha ya kila mwanadamu hapa duniani kabla hajazaliwa, maisha ya kila mtu huwa yameandikwa kwa kitabu cha Mungu. Praise the name of the Lord. Yani anasema ya kwamba siku zote ambazo nitaishi hapa duniani ziliandikwa kwa kitabu chako. Hapa ndipo tunafunduliwa, tunaelewa ya kwamba there is a book in heaven. Kuna kitabu ambacho kimeandikwa siku zetu zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila neno katika Biblia ni ufunuo wa kutusaidia kujua na kuelewa siri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is one of the most powerful scriptures ambazo zinatusaidia kujua na kuelewa ya kwamba maisha yetu yalipangwa na Mungu kabla siku hata moja haikutimia. Hallelujah. And this is very very important, kwa sababu wakati wa Kristo, especially sisi ambao tumeokoka, wakati hatujaelewa na hatujajua hivi ya kwamba siku zetu ziliandaliwa na kuna mambo ambayo Mungu aliandika kuhusu maisha yetu, it is very possible mtu afike mahali awe frustrated, mtu afike mahali awe confused, mtu afike mahali, especially wakati unatafuta kujua ama unatafuta makusudi ya Mungu katika maisha yako, unaomba, unafunga, without this understanding somebody can come to a place of being frustrated. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu unaweza fika mahali ujiulize, kweli kabisa kuna kitu Mungu alikuwa amenipangia? Kweli kabisa, and I've met so many people, watu ambao wanauliza, pastor, mimi kweli kuna kitu Mungu amenipangia dunia hii? Wengine wanasema heri nife, heri niondoke, because of so many challenges and so many frustrations ambazo huwa tunakutana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo this is very very important, ufunuo wa siku ya leo, ya kwamba kabla hatujazaliwa maisha yetu yote huwa tayari yameandaliwa na yameandikwa chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mtu ameelewa haya na amejua hivi, hata wakati unakuja mbele za Mungu katika maombi kuombea maisha yako,
kuombea makusudi ya Mungu, already you pray from a place of confidence. Hallelujah. Already maombi ambayo unayaomba na confidence, kwa sababu unajua ya kwamba siku zako ziandikwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the name of the Lord. Siku zetu ziliandikwa na Mungu kabla hata moja haijatimia. Hallelujah. Na bila kuelewa hii, nirudie tena, inaweza leta a lot of frustration, especially katika maombi. Bwana asifiwe sana. Inaweza leta a lot of confusion katika maombi. Mtu anaomba lakini hana uhakika katika moyo wake kuhusu maisha yake. But the moment we understand, kama vile neno la Mungu linatufunulia siku ya leo, ya kwamba siku zetu ziliandikwa, hata katika maombi tunakujanga na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Raha ya maombi ni kujua ya kwamba yale mambo ambayo ungeombea na utaombea hata miaka ijayo, yale yote ambayo utawahi tamani, yote yalikuwa yameandaliwa na yalipangwa na Mungu. Praise the name of the Lord. I came to bring a message ya kwamba maisha yetu yalikuwa yameandaliwa, maisha yetu yalikuwa yamepangwa hata kabla hatujazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata katika maombi, there is nothing really that we can bring new katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna kitu kigeni ambacho tunaweza tafuta. Kile ambacho tunaweza tafutana nacho ni kujua na kuelewa kile ambacho Mungu alikuwa ametupangia na alikuwa ametuandalia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hapa mzaburi anatufunulia, anatuonyesha ya kwamba kuna mambo ambayo Mungu huandaa na huandika kuhusu maisha ya watu kabla hawajazaliwa. Praise the name of the Lord. Tuende katika kitabu cha Matendo ya Mitume, we see another scripture ambayo pia ina confirm maneno haya. Katika Matendo ya Mitume mlango wa 17, Acts 17 and verse number 26, tuone neno lingine ambalo linakubaliana na hili. Hallelujah. Acts 17 and verse number 26. Maandiko yanasema ya kwamba naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja. Mmoja huyo ni Adamu. Maandiko yanasema akafanya kila taifa la wanadamu kutoka kwa huyo mmoja ambaye alikuwa Adamu. Tunajua kwamba kutoka kwa Adam, hapo ndipo Eva ilitoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka kwa wawili dunia nayo ikaongezeka. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja ambaye ni Adamu, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Praise the name of the Lord. Yaani maandiko yanasema ya kwamba wakati Mungu alikuwa anamuumba Adamu na akawa na mpango wa kuzalisha mataifa kutoka kwa huyo mmoja, maandiko yanasema as early as that time, Mungu already alikuwa amewekea watu nyakati zao na mipaka ya makazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. When Adam was being formed, God already had prepared and preordained, kizungu inasema the times and the seasons za watu hapa duniani, hata mipaka yao, kule watakaa, kule wataishi. Kwa hivyo wakati Mungu alikuwa anaangalia Adam, hakuwa anaona mtu mmoja, alikuwa tayari ameona mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa moyo wa Mungu, Mungu akakusudia ya kwamba hawa watazaliwa wakati huu, hawa watazaliwa wakati huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Kaini na Abeli waliozaliwa kama pengine malimbuko ya kwanza, hao pia maandiko yanatujulisha ya kwamba ni Mungu alikuwa amewapangia hawa ndio watatangulia na wengine watafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hata siku ya leo, watu wote ambao wanazaliwa hapa duniani, Mungu tayari alikuwa amepanga na ameamrisha, Bwana Yesu asifiwe sana, nyakati zao na hata mipaka ya kuishi kwao. Hebu tupe the NIV tuone vile inasema ya kizungu, verse number 26 hii ambayo tumesoma. Give us the NIV tuone vile ambavyo inasema. This, from one man he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history. Mtu aseme amen. And the boundaries of their lands. Hii ni kusema nini? Ya kwamba kama ulizaliwa Kenya, Mungu alijua utazaliwa hapa Kenya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla wanadamu hawajagawa mipaka, Mungu alikuwa ameiona tayari.
Praise the name of the Lord. Maandiko yanasema kwamba Mungu alikuwa amepanga the times, amen, and even the boundaries of the lands. Kwa hivyo watu wote ambao wazaliwa hapa duniani, Mungu tayari huwa anajua nyakati ambazo watazaliwa na mipaka ambayo wataishi ama kule ambako watakaa. Praise the name of the Lord. Verse number 27 anaendelea, anasema God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from any of us. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa inatuonyesha kusudi la Mungu kutuba hapa duniani. But my point is verse number 26, ya kwamba mipaka yetu ilikuwa imeandaliwa kabla hatujazaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu ambacho huwa ninajiombea na natamani, ni ya kwamba nisiondoke dunia hii kama sijatembelea mipaka ambayo Mungu alikuwa amenichorea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mmoja wetu hapa kuna mipaka ambayo Mungu alikuwa amekuchorea, kule ambako utakaa, kule ambako utaenda. Praise the name of the Lord. Kama ni mataifa ambayo utakanyaga, already Mungu alikuwa amechora ya kwamba fulani lazima akanyange hili taifa, lazima haende lile taifa. Hallelujah. Kwa hivyo kwa ufupi, ninapoongea kuhusu God's prophetic path, naongea kuhusu kufuata ile barabara ambayo Mungu alikuwa ametuandalia kutoka zamani. Hallelujah. Following God's prophetic path inamaanisha kujiweka sambamba na ile barabara ambayo Mungu alikuwa amekuandalia wewe. Praise the name of the Lord. Na kama Mungu anaweza kutusaidia, oh hallelujah, ya kwamba mwaka huu tusitembelee barabara zingine, tutembelee tu ile ambayo Mungu alikuwa ametuandalia. Hapo ndipo tutaona breakthrough, hapo ndipo tutaona amani, hapo ndipo tutapata pumziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo nimekuja na hili ombi kwetu siku ya leo, ya kwamba Mungu atusaidie. Hallelujah. Kuna mambo ambayo Mungu alikuwa amekusudia kutoka zamani, ya kwamba mwaka kama huu, mwezi kama huu, haya ndiyo mambo ambayo yatafanyika katika maisha yako. Praise the name of the Lord. But sometimes, wakati mwingine watu hukosa kuona utimilifu. Sometimes people don't see the fulfillment of God's prophetic path. Ama wakati mwingi watu ukosa kutembelea ile barabara ambayo Mungu alikuwa amekusudia. Na sababu ya hiyo tumepewa katika mstari wa 27. Maandiko yanasema ya kwamba baada ya haya yote Mungu alikusudia wanadamu wamtafute. Hallelujah. Kama itawezekana, kwa sababu wana choice ya kukataa. Hallelujah. Wanadamu wana choice, wana chaguo la kutotaka kufuata barabara ya Mungu. Kwa hivyo maandiko wanasema God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him. Perhaps kumaanisha Mungu anajua wanadamu wana nafasi ya kukataa. Bwana Yesu asifiwe sana. God knows, na alitumba na hiyo ability ya kukataa na kusema hatutaki barabara yake. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba Mungu baada ya hayo yote alikuwa anatamani, anatarajia ikiwezekana watu wamtafute. Hallelujah. Kwa nini? Verse number 28. Maandiko yanasema ya kwamba in verse number 28, give us verse number 28, for in him we live and move and have our being. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani maandiko yanatuambia kwamba uhai wetu na uzima wetu uko ndani yake. Hallelujah. Uzima na uhai wa wanadamu hapa duniani uko ndani ya Mungu. Kwa hivyo watu wasipofuata na wasipotamani kujua na kutembelea barabara ya Mungu, basi huwa wanaishi maisha ambayo yako nje ya Mungu. Praise the name of the Lord. And very quickly I want to show us, kuna barabara kama 3 ambazo wanadamu wanaweza jipata wakitembelea hapa duniani. Kuna barabara 3 ambazo watu wanaweza tembelea hapa duniani. There are 3 parts. Ili tuongee kuhusu prophetic path ya Mungu, kuna zingine 2. Bwana Yesu asifiwe sana, ambazo watu hujipata wakitembelea. Na watu wasipojua, mtu asipoelewa na aone ya kwamba hii si barabara ya Mungu, anaweza endelea nayo na aende kabisa. Na kuna watu ambao wameondoka hii dunia bila kuwahi kuelewa na kujua ya kwamba there is God's prophetic path. Praise the name of the Lord. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu, that we shall walk in his prophetic path. Hallelujah. There are 2 others that I want to mention, and very quickly. Number 1, there is a path that is called the natural path. Natural path. Kuna barabara ambayo inaitwa natural, na hii ni barabara ambayo watu ufuata wakitegemea mawazo yao
na fikra zao na tamaa zao kulingana na vile wao wanataka. This is a natural path. This is a path that people follow that depends on what they want and what they desire. Tupe kitabu cha Yuda mlango wa kwanza, Jude chapter 1. Iko na tu chapter moja peke yake, but give us verse number 18. Tupe mstari wa 18. Yuda, yes, the book of Jude chapter 1 and verse number 18. Hallelujah. Inatuonyesha ya kwamba watu wanaweza ishi maisha ambayo wanafuata mawazo yao, njia zao, tamaa zao. Maandiko wanasema ya kwamba they said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their ungodly desires. Verse number 19 inasema kuna watu ambao watafuata ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instincts and do not have the spirit. Watu ambao hawana roho wa Mungu. Maandiko wanasema ya kwamba wakati watu hawana roho wa Mungu, they can follow their natural instinct. Bwana asifiwe sana. Wanaweza fuata hisia zao na tamaa zao. Hebu tupe na Kiswahili tuone vile inasema. Watu ambao hawana Roho Mtakatifu wanaweza fuata njia zao, wanaweza fuata mawazo yao, fikra zao. Praise the name of the Lord. Na anasema ya kwamba hawa ni watu ambao, these are people that follow ungodly desires. Anasema ya kwamba watu hao ndio waletao utengano, watu wa dunia hii tu. These are natural people, wasio na roho. Hebu rudi mstari wa 18. Go back to verse number 18. Rudi nyuma mstari wa 18. Anasema ya kwamba waliwaambia ya kuwa wakati wa mwisho watakuwako watu wenye kudhihaki, wakizifuata tamaa za upotevu wao wenyewe. Wanaweza asiwe sana. Biblia inatuonyesha ya kwamba watu wanaweza chagua kufuata tamaa zao za kuwapoteza. These are natural people, watu ambao hawana Roho Mtakatifu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Hebu tupe katika kitabu cha Warumi, give us Romans, the book of Romans. Pia inatusaidia kuelewa zaidi, tuone hawa watu wanafafu. Sorry, 1 Corinthians, not Romans. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter number 12 pia inatuonyesha ya kwamba hawa watu wasio na Roho Mtakatifu, wanaofuata tamaa zao, wanaofuata njia zao. Hallelujah. Go back to chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. That is what I was looking for. 1 Corinthians chapter 2 and verse, we can begin from verse number 9. Let's begin from verse number 9 so that we get the whole picture. Kuanzia mstari wa 9, maandiko yanasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayajaingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Mstari wa 10 inasema, lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho, maana Roho uchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Kwa hivyo maandiko yanatuonyesha kuna mambo ambayo Mungu ametupangia. Haleluya. Kuna mambo ambayo Mungu amepangia wale wampendao, na maandiko yanasema macho hayajaona, masikio hayajasikia, haijaingia katika mawazo ya wanadamu mambo haya. Mtu aseme amen. Maandiko yanasema kwamba haya mambo ni Roho Mtakatifu ambaye utusaidia kuyajua. Mstari wa 11 verse number 11. Continue verse number 11. Anasema, maana ni nani katika binadamu ayajuae mambo ya binadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Kwa hivyo watu wenyewe wanaweza fuata roho zao. Bwana asifiwe sana. Maandiko anasema kuna roho ya mwanadamu na kuna roho wa Mungu. Anasema kwamba vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Kwa hivyo kuna roho ya mwanadamu na kuna roho wa Mungu. Verse number 12. Tuendelee mstari wa 12. Tuendelee. Verse number 12. Anasema, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyopewa ama kirimiwa na Mungu. Haleluya. Nayo anasema, nayo tuanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, hapana, bali yanayofundishwa na Roho. Kwa hivyo kuna mambo ambayo watu hufuata ambayo yametokana na hekima ya kibinadamu. Praise the name of the Lord. Yani mtu vile anaishi na vile anaendesha maisha yake ni hekima ya kiwanadamu, vile ambavyo alifundishwa shuleni, vile alionyeshwa, vile aliona wengine wanakaa. Wanaweza siwe sana. This is natural wisdom. Kuna watu ambao wanaishi maisha yao na natural wisdom,
vile wanajua na vile wanaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndipo leo utakutana na watu ambao hawawezi kubali chochote ambacho hawajafundishwa ama hawajasoma. Yaani kila kitu huwa wana argue na kuangalia historia na kuangalia sayansi. Wanasema hapana, sayansi haisemi hivi, historia haisemi hivi. Ukiwaambia mambo ya roho wanapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. These are natural men. Watu ambao hufuata barabara natural. Wanafuata barabara ambayo inaongozwa na tamaa zao na nia zao na maoni yao, vile wao wanaona, vile wanafikiria, vile wanadhani. Haleluya. Kwa hivyo maandiko wanasema kwamba kuna mambo ambayo hufundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu wenyewe wanaweza tafuta njia. Nilikuwa nasoma katika maandiko nikaona wakati Adam na Eva walifukuzwa katika shamba la Edeni, maandiko yanatuambia wakati walitoka pale, kusoma Genesis chapter 4, utaona vile wanadamu kwa hekima tu yao waliweza kujua jinsi ya kufanya mambo. Waliweza kudiscover vile ambavyo wanaweza ishi bila Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakadiscover vile ambavyo wanaweza jenga manyumba ya kukaa. Wakadiscover vile ambavyo wanaweza hata tengeneza, walikuwa Biblia inasema kwamba walijaribu kutengeneza a tower, the Tower of Babel. Wakajiambia kuliko tutawanyike dunia yote, si tujijengee kinyumba kikubwa. Bwana asifiwe sana. Tukaage pamoja, tuishi hapa. Praise the name of the Lord. Na ikiwezekana tufikie huyo Mungu. Kwa hivyo wanadamu wenyewe wakawa na mawazo na fikira ya vile ambavyo watafanya mambo. Ukisoma Genesis chapter 4 utaona zaidi vile ambavyo walidiscover mambo mengi, wakadiscover nyimbo na mambo mengine. Kwa hivyo maandiko yanatuambia kwamba watu kwa hekima yao ya kibinadamu kuna mambo ambayo wanaweza fundishwa na pia wafundishane. Praise the name of the Lord. Assignment moja ya Roho Mtakatifu mtu akishaokoka ni kuweza kudeal na yale mambo ambayo ulifundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo huwa tunafundishwa na mengine sio mabaya, lakini kuna mengine ambayo huwa yanapingana na makusudi ya Mungu. Praise the name of the Lord. Hatuhitaji malaika atoke mbinguni ama Roho Mtakatifu akufundishe kupika. Hiyo unaweza fundishwa hata na mtu ambaye hajaokoka. Kuna mambo ambayo wanadamu wamediscover. Kuna mambo ambayo wanadamu wamejua na wanaweza fundishana. Praise the name of the Lord. Kuna mambo mengi ambayo hayahitaji roho, yanahitaji tu hekima ya kibinadamu, na mtu anafanya jambo lile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kusongesha kiti kutoka mahali kiko kiende another place, hauhitaji Roho Mtakatifu kukufunulia hiyo. Unahitaji tu kuonyeshwa hiki kiti huwa kinasongeshwa hivi. Ndiposa watoto wakiwa wadogo, baada ya mtoto kuzaliwa, anaanza kusoma na kujua mambo fulani bila hata Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo mtoto kwa sababu ya the natural wisdom atajua kunyonya bila kufundishwa na mtu yeyote. Praise the name of the Lord. Atajua hii ni moto bila kufundishwa na mtu yeyote, kwa sababu Mungu ameweka hiyo natural wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Atajua kukiwa na baridi pengine atalalamika, akisikia joto atalia. Hiyo alifundishwa na nani? Sio Roho Mtakatifu. Hakuwekelewa mikono na mchungaji afundishwe hiyo. Hiyo inaitwa natural wisdom. Bwana Yesu asifiwe sana. And today there are people, there are people today. Kuna watu leo ambao wamejipata wakifuata the natural wisdom, na ndiposa kuna frustration katika maisha yao, ndiposa kuna confusion katika maisha yao. Praise the name of the Lord. May God deliver us from natural wisdom, ili tukae katika barabara ya Mungu. Hallelujah. Hiyo ndio ombi yangu siku ya leo. Mungu atukomboe kutokana na hekima yetu sisi wenyewe na ile ambayo tumefundishwa ambayo haikubaliani na makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mambo ambayo watu huwa wanafundishwa ambayo ni ya dunia hii, ambayo hayakubaliani na makusudi ya Mungu. So when somebody gets saved, mtu akishaokoka tu hivi, Roho Mtakatifu kazi ya kwanza ni kuweza kushughulikia hekima hiyo na kuiondoa na kuifuta. Haleluya. Ili sasa aanze kuweka ndani yetu hekima ya Mungu. Ndipo utaona mtu ambaye alikuwa hajaokoka, kuna mambo alikuwa anafanya, kuna maisha alikuwa anaishi, lakini baada ya kuokoka, bila hata kufundishwa sana na kuhubiriwa, Roho Mtakatifu aliye ndani yake anamgeuzia maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Because there are some things that come from natural wisdom. Kwa hivyo maandiko wanasema ya kwamba hatuongei mambo yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Kwa hivyo kuna mambo yanafundishwa na hekima ya kibinadamu. Kuendesha gari hauhitaji roho. Haleluya. Ukufundisha kuendesha gari, utaenda shule usome uonyeshwe gari ugurumishwa hivi na uendeshwa hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu ambaye hana Roho Mtakatifu, kuna mambo ambayo kwa hekima ya dunia hii ataonyeshwa na atafundishwa na atajua na atashika. Praise the name of the Lord. So there are things that are taught by human wisdom. Lakini maandiko anasema bali tunafundisha mambo ambayo ni ya roho.
Yes, anaendelea anasema ya kwamba tunafundisha mambo ya roho. Yes, yafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Mstari wa 14 anasema ya kwamba verse 14, basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu. Haleluya. Kizungu inasema the natural man cannot receive things of the spirit of God. Mtu wa tabia ya asili, kuna watu ambao maisha yao vile yako yanaongozwa na dunia hii ambayo wanaiona. Wanaweza sifa sana. Hawa ni watu ambao wakisikia kuna vita pande hii wanatoroka wanaenda upande ule. Hawa ni watu ambao wakisikia kule ndio kuzuri zaidi wanahama wanaenda huko. Wanaongozwa na macho yao ya kawaida. Wanaongozwa na ulimwengu huu wa asili. Wanaweza asifiwe. Ndipo maandiko yanasema sisi tuliookoka hatuongozi na macho haya ya kawaida. Tuna macho mengine ya imani. Praise the name of the Lord. Macho hayo ndiyo yaliongoza Isaac. Wakati kulikuwa na ukame, watu wanasema inchi hii haiwezi zaa. Yeye hakaona kitu tofauti. Praise the name of the Lord. Mtu wa kawaida angeangalia aseme nikipanda hapa hakuna kitu kitatokea. Hii ni mbegu ninaharibu. Lakini kwa macho ya roho, macho ya imani, Isaka akaangalia inchi iliyokuwa na ukame na akaona hapa akipanda atavuna. Hiyo ni macho ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Tuendange na macho ya roho, tuendange na macho ya imani. Hayo ndio macho ambayo Ibrahimu alitumia wakati aliambiwa na Mungu, toka kwa watu wenyu. Nilikuwa nasoma neno la Mungu, nilikuwa na Ibrahimu kule alikuwa anaishi, kule alikuwa anakaa, si kwamba alikuwa anateseka. Bwana Yesu asifiwe. Abraham was not suffering. Abraham did not have any trouble. Praise the name of the Lord. Abraham was not struggling in the land of Ur. Hakuwa anateseka. Hallelujah. Hakuwa na shida yoyote. Lakini Mungu akamwambia, wacha uko ambako umezoea, toka kwa nchi ya watu wenyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu miaka ambayo alikuwa amefika, I'm sure tayari alikuwa na shamba, alikuwa amegawiwa. Akaambiwa ile ndio shamba yako, akaambiwa ile ndio mali yako. Already kuna maisha alikuwa amezoea. But God comes to him. Mungu anamwambia, toka kwa watu wenyu uende kwa nchi ambayo nitakuonyesha. Hiyo iligharimu macho ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu alipima maneno yale, si na macho ya kawaida. Haleluya. Kwa macho ya kawaida pengine Abraham angesema, acha nikae mahali nimezoea. Wacha nikae hapa mahali kuna watu wetu. Wacha nikae hapa mahali nitazikwa na watu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni macho ya roho ndio hufanya mtu ambaye ana kwao na ana watu wao, anawaacha, anaenda anakuwa mumishonari kati ya watu ambao hawajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia habari za watu ambao wamekuwa wamishonari, wameenda kwa makabila mageni kabisa. Yaani huyo mtu inchi hiyo hana mtu wao, lakini alisikia tu sauti ya Mungu, akafunga mizigo yake, akaenda kuwa mishonari. Praise the name of the Lord. Kuna wakati tulienda kutembelea wamishonari fulani mahali fulani. Tulikuwa tunaenda kuwasupport na kusimama na wao, kuwaombea, kuwatia moyo. Na kabisa wakati nilikuwa ninawahoji, ninawauliza, ulikuja maeneo haya vipi? Yaani ni mahali interior, mahali kuna vita. I don't want to mention those places. Lakini ni mahali ya nchi hawezi imagine kuna watu wanaishi huko. Bwana sasa, hii nchi ya Kenya kuna watu ambao wanaishi maisha tofauti sana. Hiyo ni nchi ambayo ni mahali ambapo tulienda, tunauliza watu, rais wa nchi hii anaitwa nani? Wanauliza rais. Kuna rais hata hawaelewi hiyo ni nini. There are people in this country that are living a very remote life. Bwana asifiwe sana. Tukapata wamishonari huko wa Kristo. Na wakati tulikuwa na wahoji tunaongea, wanatutolea hadithi zao, vile ambavyo walisikia Mungu. Yaani nikasema hii ni macho ya roho. Bwana asifiwe sana. Hiyo nchi wanakaa imekauka. Number 2, hakuna watu wao huko. Number 3, huyo mtu ile nyumba anakaa ni alijijengea. Kuna missionary tulienda mmoja ambaye I think alikuwa the farthest, alikuwa mbali zaidi katikati ya another community, a very hostile community. Na alienda pale akiwa ametumwa na Mungu. Hajawahi jenga nyumba siku hata moja. Bwana asifiwe sana. Hajui kujenga nyumba. Akafika pale, akapata lugha yake na watu hao haielewani. Hawaongei lugha moja. That is number 1. Kwa hivyo hawawezi sikizana. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu anamwambia, nataka ukae maeneo haya, ukae na hawa watu ili uweze kuwahubiria. Bwana Yesu asifiwe sana. The only thing that was done ni ya kwamba yule mkubwa wa hiyo community ndiye aliitwa, akarequestiwa huyo ndugu akae katikati yao. Na akaambia watu, huyu ndugu tumruhusu akae katikati yetu in our community. But they did not know the assignment. Assignment ilikuwa kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alienda pale akiwa tuna ombi la kukaa katikati yao ili ajue vile wanaishi, ili ajue vile wanakaa.
Kwa hivyo wakati walisikia ni mtu ambaye hana mambo mengi, wakakubali. Lakini sasa akaambiwa ya kwamba huku watu wanaishiki maisha yao. Kama wewe ni mgeni ujitegemee. Wanaweza asifiwe sana. If you are a foreigner ujitegemee. Kwa hivyo sasa akaambiwa hapa na mahali anaishi na the nearest center ni mbali sana. Wanasifiwe sana. Sasa akauliza nitalala wapi? Sasa akaambiwa sasa hapo ni wewe na Mungu wako. Usiitwa na Mungu wale ambao walikuwa wamemsponsor kufika kwa sema sisi tumefanya kazi yetu. Sasa wewe ndio uliitwa na Mungu. Sasa tumekufikisha. Tumekuintroduce kwa kiongozi wa community. Kutoka hapo ndugu ni wewe na Mungu. Wewe na Mungu aliyekuita. Kwa hivyo ndugu amefika pale hajui anzia wapi. Akajaribu kutembea from one home to another, ni kama kilomita nyingi sana. Almost 10 kilometers from one home to another. Yani anajaribu kuenda afikie jirani hapati. Akipata jirani hawaelewani, lugha hawasikizani. Wanaweza asifiwe sana. Yule kiongozi wa community ambaye alindodisiwa kwake hajui anaishi wapi. Yeye tu alikusanya watu kadhaa akasema huyu ni mgeni tumruhusu, na akaenda. Hako pale peke yake. So akiwa pale ndio akaanza kuanza, Mungu akamwambia utakaa hapa. Praise the name of the Lord. Usiku wa kwanza akalala nje. Amelala yani kama desert. Hallelujah. Kutoka hapo Mungu akamsaidia akaanza kupata some ideas. Akaona kuna tumiti tuko pale, akaenda akavunja kuni, akazileta pamoja. Akajaribu tu kuweka kaka kitu. Wanaweza asifiwe sana. Vile alizunguka akaona vile watu wanajenga tunyumba twao, na yeye akapata idea kwa sababu hakuna mtu alikuwa willing kumsaidia. I mean, I'm talking about people that are living a very hard life, very difficult life. So alikuwa anatupia story vile alijengea hiyo nyumba. Tukamuuliza ndugu, kabisa haujawahi jenga nyumba? Akasema sijawahi jenga nyumba siku hata moja. Hii ndio ilikuwa ya kwanza, hii tunakaa sasa hii. Na sio nyumba ya mawe kwa sababu hakuna mawe huko. Ni nyumba ya matope ambayo imeshikanishwa na tumiti. Yaani a very difficult life. Tunamhoji sasa, na umekuwa ukikaaje hapa? Anasema amekuwa akijitegemea. Wanaweza siwe sana. Once a week ndio gari ilikuwa inakuja karibu na mali yako. Na kwa sababu wale walikuwa wanamsupport, walikuwa saa nyingine wanatuma chakula inamfikia. Kwa hivyo once a week ndio alikuwa anaona watu wa nje wanamletea chakula, anasema wewe ndio fulani tumetuma tukuletea chakula, wanaenda kabisa. Another one week anakaa peke yake. Nikasikiza watu kama hao, nikarealize ya kwamba mambo kama hayo hauwezi ukayafanya kama una macho ya kawaida. Lazima uwe na macho ya roho kuona vile Mungu anasema na kuelewa. Na huyo ndugu akasema I am convinced Mungu alinituma hapa. Wanaweza siwe sana. Nikaangalia wale tulikuwa nao, nikasema ya kwamba kuna watu tukienda mbinguni, yani kule watakuwa wamesimama na sisi mali tutakuwa tumesimama hatujui. Kwa sababu hawa ni watu wa imani. Hawa ni watu ambao walisikia sauti ya Mungu. Hawa kuipima na macho ya kawaida. Huyo ndugu wakati alifika huko akaona hakuna maji, hakuna mimea, hakuna msaada, hakuna watu wanashughulika na yeye. Lakini wakati aliona hayo yote akajitia nguvu. Akasema ya kwamba Bwana alinituma, I must find a way to survive. Wanaweza asifiwe sana. Wakati niliona miguu yake ilikuwa imejikunja hivi. I don't know how to explain it. Yaani kama mtu ambaye anakuwa shoko. Miguu yake imekuwa inaitwa bow legged. Nikauliza ndugu, miguu yako ina shida? Akasema hapana, ni joto ya huku. Joto. Alienda akiwa miguu yake inasimama straight, lakini kwa sababu ya joto miguu ikajikunja yenyewe. Nikasema hawa ni watu ambao wanafuata macho ya roho. Wanaweza siwe sana. So there are things that God can say to us. Unaweza angalia uone haina maana, lakini rohoni ina maana. Ndipo Paulo anasema ukifuata mambo ambayo inafundishwa na hekima ya wanadamu, hautakubali mambo ya roho. Wanaweza kumbuka naongea kuhusu kufuata barabara ya Mungu. Haleluya. Kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu anaweza kuzungumzia na kuonyesha. Haya ndio mambo Paulo anasema. Tunaongea mambo ya rohoni. Haleluya. Tunaombea mambo ambayo mwanadamu wa tabia ya asili hawezi yapokea. Praise the name of the Lord. Mstari wa 15 anasema ya kwamba, verse number 15, lakini mtu wa rohoni, haleluya, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Anasema mtu wa rohoni huyatambua yote. Praise the name of the Lord. Ombi langu siku ya leo katika jina la Yesu, si tutembee na macho ya roho. Mungu afungue macho yetu ya rohoni tukaweze kuona barabara aliyotutengenezea. Bwana Yesu asifiwe sana. May God open our eyes to see the path he has set for us. Hallelujah. Hiyo ndio ilifanya Abrahamu akafuatana na Mungu akiwa hajui kule anaenda, lakini ndani yake ako convinced ya kwamba kuna makusudi ya Mungu ambayo Mungu amemwandalia. Hallelujah. Kama muombezi, kama Mkristo, lazima ufike mahali usarenda
Lazima tufike mahali tuweke kando hekima yetu, tuweke kando njia zetu. Praise the name of the Lord. Tuangalie katika kitabu cha Methali, Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3. Kumbuka naongea kuhusu following God's prophetic path. Na niko kwa hii point ya kwamba kuna barabara ambayo inaitwa the natural path, ambayo watu ufuata, ambayo inatokana na mawazo yao, ambayo inatokana na hekima ya dunia hii, ambayo inatokana na tamaa za watu. Proverbs chapter 3 and verse number mstari wa 5, verse number 5. Mithali 3 mstari wa 5. Maandiko anasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hivyo watu wanaweza ishi na akili zao wenyewe. Sijui kama tunakubaliana na tunaona hii. Watu wanaweza ishi na akili zao wenyewe. Yaani mtu toka azaliwe, mahali ambapo amefika, shule kusoma, familia ambayo wako nayo, ile kazi anafanya, hadi kuretire, huyo mtu ameishi na akili zake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko anasema ya kwamba sisi tusitegemee akili zetu wenyewe. Praise the name of the Lord. May you not, inasema kwamba trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse number 6, mstari wa 6, anasema ya kwamba katika njia zako zote mukiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Leo nimekuja kukuambia ya kwamba kuna mapito ambayo Mungu amekuandalia. Kuna njia ambayo Mungu amekuandalia. There is a path that God has prepared for us. Kizungu inasema ya kwamba in all your ways acknowledge him and he shall direct your paths. Glory be to God. Yaani kule ambako unaenda na vile maisha yako yanaenda, ni Mungu anaelekeza, ni Mungu anadirect kulingana na makusudi yake mema. Praise the name of the Lord. May we walk in God's prophetic path in the mighty name of Jesus. Na tushukuru Mungu kwa sababu kuna barabara ambayo Bwana ametuandalia katika jina la Yesu. Naomba tusimame sisi wote, just have a moment of thanking God, kwa sababu kuna barabara ambayo Bwana amekuandalia in the mighty name of Jesus. Tunaweza kuwa hatuioni na macho ya kawaida. You may not see that prophetic path with your own eyes, with your physical eyes, but we know it is there. Tusimame kila mmoja, tuwe na wakati wa kushukuru Mungu. Just thank God. Mwambie Bwana, na kushukuru kwa sababu ya barabara ambayo umeniandalia in the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, na kushukuru kwa sababu ya njia ambayo umeniandalia in the mighty name of Jesus. Kama Ibrahimu, we may not see it with our eyes, but we know it is there. Unaweza kosa kuona na macho haya ya kawaida, lakini kwa ndani yako, kwa moyo wako, tunajua kwa imani ya kwamba kuna barabara ambayo Bwana amekuandalia in the mighty name of Jesus. There is a prophetic path that God has ordained for us in the mighty name of Jesus. Na hiyo ni sababu tosha ya kushukuru Mungu. Hiyo ni sababu tosha ya kuwa na furaha na kuwa na confidence in the mighty name of Jesus, ya kwamba kuna barabara ambayo Bwana ametuandalia in the mighty name of Jesus. Somebody thank God. Ili tu mikono yako, mwambie Bwana, na kushukuru kwa sababu ya barabara ambayo umeniandalia in the mighty name of Jesus. I thank you, Lord, for the prophetic path you have chosen for me in the mighty name of Jesus. I thank you, Lord, for the prophetic path you have chosen for me in the mighty name of Jesus. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya barabara ambayo umetuandalia. There is a prophetic path for our lives. There is a prophetic path for my destiny in the mighty name of Jesus. There is a prophetic path for my calling in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Wacha tumwambie Bwana atuepushe na barabara za kawaida, barabara za hekima ya wanadamu in the mighty name of Jesus. Tumwambie Bwana atuepushe na barabara za fikra zetu wenyewe, na barabara za mawazo yetu sisi wenyewe in the mighty name of Jesus. Tumwambie Bwana atuepushe na barabara zote na njia zote ambazo zinatokana na tamaa zetu in the mighty name of Jesus. Tumwambie Bwana, mwaka huu atuepushe katika jina la Yesu. Atuepushe in the mighty name of Jesus. Atuepushe. Father, deliver us from every natural path in the mighty name of Jesus. Deliver us from the path of the natural man in the mighty name of Jesus. Bwana, tuepushe na njia na hekima za dunia hii katika jina la Yesu. Tukafuate barabara Bwana uliotuandalia, tukafuate Bwana barabara ambayo umetuandalia. Mwambie Bwana, natamani kufuata barabara ambayo umeniandalia. This is my desire
This is my prayer in the mighty name of Jesus. This is our prayer today. May God lead us in his prophetic path in the mighty name of Jesus. Bwana tuongoze katika barabara ambayo ametuandalia katika jina la Yesu. Bwana tuelekeze katika njia zake in the mighty name of Jesus. Oh Bwana tuongoze katika njia zake za utakatifu in the mighty name of Jesus. Oh, there is a path that you have chosen for us. Oh Bwana, kuna njia ambayo umetuandalia katika jina la Yesu. Na leo Bwana tunatangaza, tunakuamini. We declare we trust you Lord in this path that you have chosen for us in the mighty name of Jesus. Oh Bwana tunakuamini katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, I trust you. Oh Lord, I trust you for the prophetic path that you have chosen for me. I trust you, oh God. You shall lead me, you shall guide me in the mighty name of Jesus. Oh Bwana, utaniongoza katika barabara ambayo umeniandalia katika jina la Yesu Kristo. I pray for you. May God put you into that path in the mighty name of Jesus. Oh, may you walk in the prophetic path of God in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, Bwana tuongoze katika barabara zake in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, glory be to God. In the mighty name of Jesus, may God guide us in his prophetic path in the mighty name of Jesus. Oh, may we prosper in God's prophetic path for our lives in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you for watching this program. We believe this prophetic message has transformed your life. Let us know what the Lord has done for you so we can give thanks together with you today. We would also love to pray with you. Share your prayer request with us via SMS or WhatsApp on 0799 200 100. If you'd like to partner with us, please reach out to the numbers on the screen.